Sikieni huyo. Mimi najua makhurafi makasirika kweli. Itikadi yenu ya Firauni na itikadi yetu ya Musa alayhi salatu wassalam, na ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, shi'tum am abaitum. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitiwa kijakazi katika kuhakikisha kuwa yeye ni mu'mina. Amuuliza swali la kwanza, aina Allah? في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه, yule kijakazi mchungaji mbuzi aletwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali la kwanza ambalo watu wasema leo haifai kuuliza Allah yuko wapi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anauliza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina Allah? Qalat fi as-samaa. Hadith sahih. Fi as-samaa manake yuko juu, si yuko ndani ya mbingu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Naam, ndugu zangu, nafikiri mumemsikia kuwa awaita wenzake kuwa wana itikadi za kifiraun, lakini yeye ndio mwenye itikadi ya Musa alayhi salam. Sasa okay, acha tuone hao anaosema wana itikadi za kifirauni na yeye anayesema ana itikadi ya Musa alayhi salam. Tutataka tuone, je, ni ukweli? Ni nani mwenye itikadi mbaya? Ameleta wewe Dileli, umeleta hadithi ya kijakazi alioletwa kwa Mtume, akaulizwa aina Allah, akasema fi sama. Ukajifanya kwamba wewe umeielewa sana hadithi ya Mtume mpaka atakutufundisha lugha kwamba ukiambiwa fi sama haina maana kwamba yuko katika mbingu, ndani ya mbingu. Fi sama bimaana juu. Sasa acha tukufundishe kuwa hiyo lugha pia huijui, kwa sababu Mtume sallam anapozungumza maneno, ama Allah subhanahu wa ta'ala anapozungumza maneno, usijizungumzie tu, ingia ufanye bahthi, utafute uhakika wake. Wewe umesema fi samaa haina maana ya katika mbingu, ukasema kwamba fi samaa maana yake juu. Haya, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratu Zuhruf aya ya 84 asema huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardi ilahun. Sasa tutaka wewe utuambie, kwa sababu harfu min hurufi almaani ambayo ni harfu aljarri min hurufi aljarri ya fi ndio ambayo kwamba imetumika katika hiyo hadithi. Alipoulizwa yule mwanamke akasema fi samaa, na wewe ukatafsiri kwamba ni ala, yani juu, haina maana katika mbingu. Haya, hapa Mwenyezi Mungu anatuambia huwa alladhi fi samai, fi imetumika hiyo fi samai ilahun. Sasa tutaka tukuulize wewe, hii fi ilotumika hapa fi samai ilahun na ile fi ilotumika kule na yule mwanamke kwamba Allahu fi sama, je, hii fi ni hiyo moja? Na je, maana ya hii fi hii ndio maana ya ile fi ile kule? Je, hii ndio ile? Utujibu. Ikiwa ndio, basi tuweka bracket hapo, utuambie, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema huwa alladhi fi samai ilahun, akaongeza akasema wa fil ardi ilahun. Wewe ukasema fi samai bimaana juu. Haya, sawa, huwa alladhi fi samai ilahun. Na hii fil ardi, je, ni juu ya nini? Juu ya ardhi au katika ardhi au ndani ya ardhi, chini ya ardhi au wapi? Sababu imetumika fi. Usitufundishe lugha.
Kingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nitakukumbusha tu, asema katika Qur'ani, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, asema na sisi tuko karibu na huyo mwanadamu kuliko mishipa yake ya damu. Sasa je, Mwenyezi Mungu yuko ndani yetu? Yuko ndani ya miili yetu? Au yuko vipi? Kwa sababu amesema yeye yuko karibu na sisi zaidi ya mishipa ya damu. Mishipa ya damu iko ndani ya miili yetu, ina maana yeye yuko ndani ya miili yetu, au ni vipi? Ndugu zangu, haya tuache hapo, njoo katika Ayatul Kursi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, hapo ndio alikuwa anapata. Mwenyezi Mungu asema ukubwa wa kiti chake ni mbingu 7 na ardhi 7. Hapa mwanamke alisema fis sama, katika mbingu, wewe ukasema ni juu ya mbingu. Haya, Mwenyezi Mungu asema wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, ukubwa wa kiti chake cha enzi ni mbingu 7 na ardhi 7. Tunajua kwamba qurratul ardhiya sabiha, ni sabihatu, ni yenye kuogelea, dunia yaogelea katika hewa. Ina uwezekano ikawa ni juu chini, ni wapi, yaogelea dunia. Sasa je, tuseme fi sama, ni mbingu gani hiyo? Chini, juu, katikati au mawapi? Sababu dunia yaogelea. Ndio Mwenyezi Mungu akasema wa fil ardi ilahu, na katika ardhi. Je, ni ndani ya ardhi au juu ya ardhi ama wapi? Mbona? Kwa hiyo unaposema fi sama, ina maana juu ya wapi? Dunia yaogelea. Haya, sama hiyo inaosema, Mwenyezi Mungu anasema wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, ni mbingu gani hizi? Na hiyo mbingu aliyotaja huyo mwanamke ni mbingu gani? Na imekuja kuwa wa huwa ala kulli shay'in muhit. Sasa je, ukisema fi sama ina maana ya juu. Haya, walladhi fi samai ilahu wa fil ardi ilahu, je, na juu ya ardhi pia ama ni vipi? Wewe ndio una itikadi za kifirauni, kasome, twakupa homework, nenda katafute na usome, ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejizungumza vipi katika Qur'ani. Ziko aya nyingi sana zaidi ya hizo. Mwenyezi Mungu amezungumza sana kila mahala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo. Ndugu zangu, kusoma ni kitu muhimu, elimu ni kitu muhimu sana bwana Dilele. Ni bora mtu asome, akae, atafakari, na ili apate mwongozo. Wassalamu alaikum.